Habari zenu. Yangu itakupi sana. Kwanza poleni sana. Tumepoteza ndugu yetu ambaye ni kiongozi yetu. Ni kiongozi ambaye amesimama na wananchi kwa muda mrefu sana. Hata kama hali yake ya afya ilikuwa mbaya, Mheshimiwa Tupi amesimama na wananchi wa Isiolo, hasa wananchi wa Isiolo South. Mimi singependa kusema mengi. Ameugua kwa muda mrefu sana. Jana nakumbuka daktari yule ambaye anamwangalia na Dr. Guyo walisema ya kwamba mheshimiwa ako na 7 lives. Na ni kweli. Amekuwa critical mara nyingi, lakini Mwenyezi Mungu alimsaidia, ametoka katika hali ambayo ilikuwa mbaya. Kwa hivyo yangu ni kuuliza wananchi wa Isiolo, tumepoteza ndugu yetu, kiongozi ambaye ni mshupavu, kiongozi wa ukweli, kiongozi ambaye anaweza kusimama na wananchi. Na mimi ningependa kurudisha shukrani kwa wananchi wa Isiolo wote, viongozi wa siasa ambaye wako hapa, na ningependa kushukuru parliament sana, hasa Senator Wetangula, Right Honorable Speaker wa National Assembly. Kila wakati mheshimiwa akiwa critical nikimpigia, anashika simu anasema pelekeni pahali popote ambaye mnataka, sisi tuko tayari kulipa bills zake. Na alimaliza insurance allocation yake wakati alikuwa Karen Hospital. Na speaker pamoja na clerk na staff wa assembly walisema tuko tayari, hakuna wakati tutamwacha. Na baada hiyo alipelekwa Nairobi Hospital ikiwa allocation yake ya insurance imeisha. Jana tulikuwa na hali ya taharuki kidogo, tukaona ya kwamba bili imeenda juu zaidi. Tuliongea na yeye akasema hakuna dakika moja mwili yake itabaki katika hospitali. Na tunawashukuru sana speaker pamoja na staff wa assembly na clerk na members of parliament. Ya pili, ningependa kushukuru Dr. Professor Guyo. Every time tukiwa na mambo ambaye hatufahamu, madaktari akituelezea magonjwa yake, tunamuita kuja utuelezee, wewe ndo daktari wa kutoka nyumbani, utuambie ni nini iko hapa. Ya mwisho ilikuwa jana. Na ametusaidia sana, amesimama na familia, amesimama na mheshimiwa. Kwa hivyo tunamshukuru sana Profesa Dr. Guyo. Jambo lingine ningependa kusema, Right Honorable Speaker, sitaki kuongea kwa muda mrefu. Mheshimiwa Tupi brought up a very strong, brave young family. Hasa msichana anaitwa Leila. Na ni watoto ambaye wako na nidhamu, walikuwa nalala hospitali, hawaondoki karibu na kitanda ya baba yake hata akiwa mgonjwa sana. Jana wakati nilikuwa nimeambiwa alikuwa mgonjwa sana, kuna msichana yake ya mwisho amesimama karibu na kitanda yake akimwombea Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndo tunaomba wananchi wa Isiolo wamuombee Mwenyezi Mungu mheshimiwa Mohamed Tupi. Right Honorable Speaker, mimi ningeomba mambo moja. Mheshimiwa Tupi amewacha watoto wengi, na hakuna hata mmoja ambaye ako kwa kazi. Na walipoteza mama yao kitambo sana na wako peke yao. Kwa niaba ya wananchi wa Isiolo, kwa niaba ya familia ambaye amewacha, mimi ningeomba uongee na His Excellency the President, uangalie vile ambavyo watoto wake watashikiwa mkono, kwa sababu wako na msichana amemaliza law
ako hapa, na vijana ambaye wako tayari wanaweza kusaidiwa hapa na pale. So kwa hivyo yangu ni haya, mimi ninaomba wale yamekosea umsamehe, na sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu ampeleke Jannatul Firdaus. Amin. Na muombee yeye kwa hali hii ambaye tuko katika uombolezi. Ya mwisho nimeambiwa ya kwamba wananchi wa Isiolo watulie kidogo, viongozi waondoke, na viongozi tunaelekea Sala Hotel for lunch. Alafu baada viongozi kuondoka, nyinyi wengine pia mtafata, na chakula iko kingi, mnaweza kwenda nyumbani na mufariji familia.